Ndugu zangu wa Dar es Salaam, wateja wangu wote, ninawafahamisha kwamba Kelvin Mabati niko kwenye ardhi ya nyumbani. Nimekuja nyumbani kwetu, sehemu ambapo nilitokea. Wakati ule nilikuja kumuuguza mzee, lakini bahati mbaya mzee wangu alifariki mwaka jana mwezi wa kwanza. Sasa ametimiza mwaka. Kwa hivyo nimekuja tena nyumbani kusalimia mama aliyebaki. Nataka nikupe utalii kidogo wa ndani. Hapa kuna shamba la miti. Hili ni shamba la miti. Mzee wangu alikuwa anapenda sana kupanda miti. Hili ni shamba la miti na sisi haturuhusi kukata, kwa sababu moja ya kitu ambacho tulikuwa tunapigwa kikutu tumekazaga mti wake ni hatari. Kwa hiyo ni shamba la miti kama unavyoweza kuona, lakini leo nataka niwaambie chumba changu nilichokuwa nalala mpaka mnakuja kumfahamu Kelvin Mabati. Nikiwaambia utalii wa ndani sasa mnaweza mkao mnanielewa, ni kwamba Kelvin Mabati ametokea kwenye mlango huu hapa. Yaani hapa mimi ndo nilikuwa nalala, yaani hili ndo lilikuwa geto langu. Ukutani humu nilikuwa nimeweka magazeti nini fresh. Kwa hapo unapopaona mara nyingi nilikuwa napenda kukaa hapa. Nikitoka shambani nilikuwa napenda sana kukaa maeneo kama haya. Lakini hapa ndipo nilikuwa nalala. Kelvin Mabati. Huko tunakokutana sijui 5G sijui wapi huko kwenye viwanja vyetu, lakini uhalisia wangu sasa leo nakwambia na mlango ni huu. Unajua vijijini sio milango ya mjini. Huu mlango ni huu. Sasa angalia umri wangu. Angalia huu mlango bado huu hapa huko stili. Sasa kwa sababu sasa hivi siwezi kufungua kwa sababu mdogo wangu analala huko. Kwa hivyo siwezi kufungua, kuna mambo mengine. Kwa hiyo humu ndani humu ni jikoni. Wakati mwingine msije mkaona kwa nini nakuwa mwaminifu sana. Mnanitumia pesa zenu milioni 20, milioni 30. Mnanitumia pesa zenu na ushukuru sana wateja wangu kuniamini. Kwa nini mnaniamini? Siri iko kijijini. Kwa sababu kijijini kuna malezi fulani. Unajua watoto wa mjini kidogo wamechangamka, yani walianza kuiona pesa toka wakiwa wadogo. Kwa hiyo wanakuwa wanaijua pesa. Kwa ndio maana unakuta wanakuwa na tamaa kadri siku zinavyozidi kwenda. Lakini mimi niliyotokea huku sikuijua pesa. Kwanza mimi nilijua kazi, yani nilijua kulima. Na hili ndio jiko ambapo tulikuwa tunakaa na mama yangu. Hili ndio jiko kama unavyoweza kuona. Hizi ndio kuni. Hapa ndipo nilikuwa natikiwa ugali. Na hapa ndio sehemu panakata kiberiti. Hapa. Huku juu unapoona